Okay. Kwa watu ambao wanahitaji kutunza picha zao ambazo ziko kwenye simu yao ili zisipotee, huyu ndio mtu kabisa wa kuangalia jinsi ambao unaweza kutunza picha zako, au na video nyingine ambao unahitaji kuzificha kabisa, ili ukiuza simu yako au simu yako ukibahatika ikapatwa na shida ikiibiwa, ili zile picha ambazo ulikuwa nazo ili uweze kuzipata. Mimi nataka nikuonyeshe njia mbili ambao unaweza kutumia kwa kutunza picha zako vizuri na kuziweka mahali fulani kabisa kwa usalama. Hata kama umeuza simu, ili zile picha zako uzipate ziliko zilivyo. Okay, kuwa nami niweze kuonyesha kila kitu kwenye hatua na kwenye hatua. Nadhani kabisa utajua mengi kwa kwenye hii page. Kitu ambacho tunakuomba tu like, share hii video ili watu waendelee kuwafikia. Cha muhimu kwanza ni kunifollow. Utaingia kwenye Facebook yako hapo. Hii ni hatua ya kwanza maana nataka nikuonyeshe. Hatua ya kwanza nataka nikuonyeshe jinsi ambao unaweza ukaficha picha zako au video zako. Nadhani hapo tunaelewana. Okay. Utaingia kwenye profile yako hapo. Kwenye profile yako hapo nadhani hapo unapaona hapa. Kwenye profile yako hapa, mimi naingia kwenye profile yangu hapo. Nikishaingia kwenye profile yangu hapa, taingia hapa moja kwa moja hapa. Unaona hii video ambayo niko hapa. Nikitaka watu wasione, naweza watu wasione. Anataka watu waione, nataka waione. Lakini mimi kitu ambacho nataka kuwaonyesha ni jinsi ya kutunza picha zako ili watu wasizione katika mtandao wa Facebook. Hii ndio usalama kabisa wa kuweka picha zako vizuri, kwa sababu una picha nyingi hutaki wazione watu. Unazificha hapo kwenye YouTube, kwenye Facebook, alafu ukizitaka unazidownload zitakuwa kwenye simu. Hata simu kiibiwa, picha zako zitakuwa kabisa ziko vizuri. Ukiingia kwenye Facebook yako, sasa ndani kwenye log account kaweka simu yako, utakapata kabisa, utapata picha zako kwa makini. Okay. Tunaenda kwa hatua ya kwanza. Utaingia hapa ambao unataka kuweka video. Nataka hapa nyote mtapajua. Onyesha hapa pameandika photo. Ndio nikuonyesha hapa. Hapa nadhani paona hapa. Hapa. Sasa ingia hapa. Alafu unabonyeza hapa. Hapa sasa unachagua photo ambayo unataka kutunza au video ambayo unataka kuweka ili watu wasizione, ili uzitunze hapa. Uzihitaji unaenda kudownload. Kwa mfano mimi nachukua chache ili niwaonyeshe. Nachukua chache ili niwaonyeshe. Nachukua chache. Ngoja nichukue chache hapa. Kwa mfano nichukue hii ya kwangu hapa. Nimeonyesha kwa video moja. Ukitaka unaweka nyingi. Jinsi ambao unahitaji. Unakuja hapa. Hapa pameandika hapa. Ameandika public hapa. Sasa ukisha kuja hapa unabonyeza public hapa. Hapa ndio sehemu nzuri kabisa ya kuwa makini, kwa sababu usipokuwa makini hapa watu wanaweza kuona vitu ambavyo umetunza wakawa wanaviangalia. Mambo yako hivyo. Utakuja hapa ameandikwa hapa only me. Utabonyeza hapa. Msabonyeza hapa only me. Uhakikishe kabisa unakuja hapa chini hapa. Hapa ili kabisa ubonyeze hapa. Alafu save. Save hapa. Hapa umemaliza kabisa. Hata nikienda hapa kwenye next hapa, nita-upload video yangu kabisa, itaenda mazima hapa. Kishaenda hapa kabisa, tayari itafika kule. Kisafika hapa, hii inasafika video yangu. Kitu ambacho kitaweza kukuonyesha kwamba umeshamaliza, hakuna mtu ambaye anaweza kuiona, hata marafiki zako hawezi kuiona. Utaiona wewe mwenyewe. Ni akakato ambao kako hapo. Akakato kako hapo, na tena hapo unakaona hapo. Nadhani hapa tunakaona hapa. Kisha na kakato kama kako hapo, kisha kaona hapa, ujue kwamba hakuna mtu ambao anaweza kuona picha yako au video yako ambayo umeweka kwenye mtandao wa Facebook. Utakuwa unaiona wewe mwenyewe, hakuna mwingine ambao anaweza
kuiona. Nadhani hapo tumeelewana kabisa. Hii ni hatua ya kwanza ambayo nimewaonyesha hapa, jinsi ya kutunza video zako kwa makini. Nataka niwaonyeshe hatua ya pili. Hatua nyingine ya pili ambayo unaweza kutumia kutunza video zako vizuri bila watu kuziona na bila wasiwasi. Unaweza kuwa na simu yako kuwa na vitu vingi kabisa kwenye simu yako, unaweza kuvitunza kabisa sehemu nyingine. Hata ukivitoa kwenye simu yako, lakini kule ambao umevitunzia vitakuwa vimebaki, utakuwa na download pesa ambayo unahitaji na kuitumia. Namba kwa hivyo, twende na hatua nyingine, hatua ya pili. Kabla hujaendelea na mambo yafuatavyo, sikiliza hivi vitu ambavyo nataka nikwambie hapa. Kama una tatizo kubwa la kiafya, umetafuta dawa lakini hujapata matokeo, umezunguka hospitali nyingi, hospitali kubwa, bado hakuna matokeo yote ambayo yametokea, tafuta Dr. Levis. Namba yake hiyo hapo, ili aweze kukusaidia. Mtafute kwenye WhatsApp, mtawasiliana naye, utamuelezea tatizo lako, atakusaidia. Kwa mfano, kwa watu ambao wanaumwa kisukari, na kwa watu ambao wanaumwa kansa, na kwa watu ambao wanaumwa moyo, na kwa watu ambao wanaumwa meno, na kwa watu ambao wanaumwa vitu ambao vifuatavyo, maana nataka nikwambie hapa, ikiwemo kwa watu ambao wanaume ambao hana nguvu za kiume, na kwa watu ambao wamekaa muda mrefu kwenye ndoa bado hawajapata watoto. Dawa zipo ambazo zinaweza kuwasaidia wakapata watoto. Na kwa wanawake ambao wana tatizo la PID. PID ni tatizo ambao linapata wanawake wakiingia kwenye mzunguko wao wa hedhi, wanasikia maumivu makali sana. Katika hayo maumivu ambao wanapitia, kuna tatizo kubwa sana. Ukiendelea kuwa nalo muda mrefu utakuta nalo, unakuta kabisa huwezi kuzaa, kwa sababu yale maumivu ambao unakutana nayo, kuna vitu ambao wanaharibu katika sehemu zako isiwezeshe kuzaa watoto. Na kwa wanawake ambao wanapitia changamoto ya kutoka harufu katika sehemu za siri, harufu fulani, au kutoka uchafu wowote katika sehemu za siri, dawa zipo ambazo zinaweza kukusaidia. Na kwa wanaume ambao wana tatizo la tezi dume, dawa zipo ambazo zinaweza kukusaidia ukapona kabisa. Na kwa watu ambao wana unene kabisa ambao umezidi, dawa zipo ambazo zinaweza zikawapunguzia unene kabisa, wakarudi kwenye hali yao ya kawaida. Tunaweza tukawasaidia kuwasiliana nasi katika ukurasa wa WhatsApp. Namba iko hapo, tunaweza tukakusaidia kama na tatizo la kiafya. Tatizo lolote tuambie. Namba iko hapo, tucheki kwenye WhatsApp unatupata. Kama unahitaji kujua mengi zaidi, tufuate kwenye mtandao wa TikTok. Jina ni Dr. Levis. Profile ndio hii ambayo unaiona hapa katika mtandao wa TikTok. Utatukuta, halafu utaendelea kujifunza vitu ambavyo unaweza kufanya katika maisha yako na katika vitu vingine ambavyo unapitia. Kwa nasi ili tuweze kukusaidia katika tatizo lako la kiafya. Hatua ya pili, tutaingia hapa kwenye program hapa. Tunatafuta program ambayo inaitwa Driver. Mimi naona hapa sija download Driver, sinaona sija download. Hapa naenda sehemu ya kuidownload ili niweze kuipata katika simu yangu. Una download kama huna, una download. Mimi hapa sija download, ngoja ni download. Play Store hii tuweze kudownload profile file ambayo inaitwa Driver. Hii hapa Driver Google. Sasa ingia hapa Driver Google, hii hapa Google Driver. Tunayo na download hapa kabisa. Download subiri iweze kufika. Sasa fika hapa, nitaonyesha jinsi ambavyo unaweza kuitumia hapa. Samahani kabisa, video itakuwa ndefu, lakini samahani, ngoja tusubiri hapa ifike. Isafika hapa, nitaonyesha jinsi ambavyo unaweza kutumia njia nyingine ya kutunza picha zako au video zako. Hapa kabisa imesafika. Kwa kuwa imesafika hapa, tunaenda moja kwa moja. Tunaenda moja kwa moja hapa open. Kama huna kabisa uhakikisha umedownload hii. Ni Google Drive. Sasa download hapa, takuletea hivi vitu hapa. Email yako hapa, unaona email yangu ambayo natumia hapa mimi. Kwa sababu mimi kuna picha ambayo nilikuwa nimeweka hapa kwenye email yangu hapa. Email ya Nenhonza Kelvin hapa.
hii email ni sababu niweza kwenye email hapa. Wale naonyeshe kuna vitu ambavyo nimeweka kabisa. Sasa angalia hivi utatafuta jinsi ambao unaweza kuweka vitu hapa kule new add new, utaingia kule upload hapa. Sasa kuingia upload hapa utakupeleka kwenye simu yako, utachagua vitu ambavyo unataka kuweka. Utachagua hapa, hizi ndio picha zangu ziko hapa. Nataka nichague kitu ambacho nataka kuweka hapa. Nimechagua hii kabisa. Hii kabisa imeshaenda, imeshafika, no, imeshafika. Wewe utaenda ku upload kule kila kitu kimoja. Nahitaji video na upload video ziko nyingi hapa. Na niweke hii, nisaweka hii upload, hii imeshafika kabisa. Imeshaenda kule. Na kama nataka kuiangalia video ambayo nimeweka, nitarudi hapa my delivery hapa. Saudi hapa naangalia hii hapa ambayo nimeweka sasa hivi. Hii hapa ambayo nimeweka sasa hivi bado haijafika na isubiri. Ikishafika hapa nitakuwa nimeshamaliza, itaingia hapa. Kwa hata ambao umenitazama, napenda sana zidi kunifuatilia katika mtandao yangu ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube na TikTok. Takuwa nakutana na mambo mengi ambayo natumia kwenye hii mtandao. Nahitaji kabisa support kwenu. Nadhani hapo umenielewa kwa kila kitu, kwa kila jambo. Kitu ambacho nitakuja kuwaonyesha kwa watu ambao wananifuatilia, nataka nije niwaonyeshe jinsi ambao unaweza ukajua mtu ambao amekutumia pesa halafu akaedit. Kwa mfano hapa, nadhani hapo naona hapa. Kwa mfano hapa, au mtu ambao ametuma hizi pesa hapa. Nimezimonyesha nikaziangalia zikadelete. Hapa kabisa siwezi kuziangalia tena, lakini kuna njia ambayo naweza nikatumia nikaziangalia tena. Ukaziona kabisa sehemu zilipo. Kama unahitaji kujua, naweza kuniandika kwenye comment, nahitaji kujua ili tuendelee na mafunzo mengine. Cha muhimu sana, nitawaachia kabisa link ya YouTube ili muende mkanifanyie kabisa subscribe kwenye mtandao wa YouTube ili niweze na mimi kuwa kwenye hatua nzuri kabisa. Nawapenda sana zikuwa nami. Like video, share, comment. Usisahau na kufollow hii account ya Facebook. Nawapenda sana, kuwa nami.